Yesu asifiwe sana. Amina. Sema nguvu iliyomo ndani ya jina langu. Nguvu iliyomo ndani ya jina langu. Sema tena nguvu iliyomo ndani ya jina langu. Nguvu iliyomo ndani ya jina langu. Inaenda kuikomboa ilipofungwa. Kukomboa nguvu iliyomo ndani ya jina lako. Kuna nguvu iko ndani ya jina lako imefunikwa na hujui. Inahitajika kurejeshwa ndani yako. Ikombolewe huko ulikofunikwa. Ili utambue kwamba wewe kwenye jina lako umebeba nini. Wewe kwenye jina lako una nini cha thamani. Je, jina lako lina maana gani? Je, jina lako lina hatua gani? Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Kwa sababu katika huu ulimwengu unaoona hapa, mtu yeyote hauwezi ukaajiliwa, hauwezi ukawa na kazi, hauwezi sometime ukaoa au ukaolewa pasina kutumia nini? Jina. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana kila mwanadamu anayezaliwa atazaliwa akiwa na jina la mtoto mchanga. Atazaliwa akiwa na jina la nini? Mtoto mchanga. Lakini akishapewa tu jina hataitwa tena mchanga, ataitwa fulani, mtoto fulani. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Ataitwa mchanga endapo bado hajapewa nini? Jina. Ndio maana mama, unapokuwa umempa tu mtoto wako jina, haumuiti tena katoto, unamwita fulani, mtoto mzuri. Amen. Hilo naanza na jina. Hivi ujiulize kwa nini mtoto mdogo kabisa unamuita jina lake na anakucheka? Nani kamwambia wewe unaitwa fulani? Nani kamwambia kati yeye hajui kuongea? Wewe umwitaje mtoto wako na anakuangalia? Huyo mchanga huyo yule naye. Kwa mfano mtoto aliyembeba mama huyo. Huyo ukimuita jina anajui au anajua? Analijua jina lake. Nani kamwambia? Halo. Nani kamwambia wewe ni fulani? Halo. Halo. Wewe si umeita tu, umesema huyo ataitwa fulani. Je, nani anamsikizisha ndani kwamba ajijue wewe ni fulani? Ujue kwamba nguvu iliyomo ndani ya jina lako ikiibiwa, umeibiwa wewe. Jina lako likichukuliwa likafanywa mambo mabaya, umefanywa mabaya wewe. Sasa kuna watu tuko hapa, majina yetu yalishafungwa siku nyingi, yalishabadilishwa. Pengine kweli wazazi wetu walitupa kwa upendo kabisa, lakini watu ambao wakaja kabadilisha hilo jina lako, wakalipeleka kwenye njia ambazo sio salama. Kwa unapoita tu lile jina, yale maroho ambayo yameachiliwa kwenye hilo jina yanakuja juu yako. Ndio maana ukitaka kubarikiwa, kama ndani yako na jina la kutokubarikiwa, zile baraka haziwezi kuingia ndani yako. Paka ubadilishwe jina, uitwe aliyebarikiwa, ndipo baraka zifanyeje? Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu alikuwa anaitwa Abraham. Alikuwa anaitwa nani? Abraham. Abrahamu alipewa ahadi na Mungu kabisa, akaambiwa wewe utakuwa mtu wa mataifa, utabarikiwa, mpaka akafikia tu kuagizwa atoke nyumbani mwake, yani atoke nyumbani mwa baba yake. Lakini zile baraka Abrahamu hakuwahi kuziona. Aliambiwa utakuwa na uzao. Ule uzao hakuwahi kuona akiwa anaitwa Abraham. Alishia tu kudanganywa na Sarai, chukue mjakazi wangu Zainai ili angalau tuwe na uzao. Halo. 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 Kwa nini Abrahamu hakubarikiwa? Kwa sababu tayari Abrahamu alishakuwa muongo. Na uongo mbele za Mungu ni dhambi. Sarai aliahidiwa atazaa watoto wengi. Sarai hawezi kuzaa, tayari ameshakuwa muongo, amemdanganya mume wake. Ilibidi Sarai abadilishwe ndipo amzae nani? Isaka. Utaelewa tu. Ndio nikasema leo lazima jina lako libadilishwe ufikie yale malengo ambayo unatamani kuyafikia. Hauwezi kuyafikia malengo kama kuna watu nyuma yako wanafanya vitu tofauti. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Naweza mkakuja tu hicho kitambaa kiende juu. Naweza mkakuja tu, watumishi mkasaidia na kikuja kiende juu. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Nikikuuliza wewe unaitwa nani? Utataja nani? Nikisema wewe unaitwa nani utasemaje? Nikisema wewe unaitwa nani utasemaje? Utasema jina? Hautajisema wewe, utasema jina. Kumbe wewe mko wangapi? Mko wangapi? Wawili. Maana nikikuuliza unaitwa nani, lazima utamsema. Kwa nini wewe usijisemee? Kwa sababu utamsema nani?
Wewe unaitwa nani? Unaitwa nani? Na ina maana unamsemea nani? Na huyo mwingine nani? Si unamsemea Sara, na huyo mwingine ni nani? Halo, mimi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Pale unapoulizwa unaitwa nani, lazima utatamka fulani. Je, huyo fulani anayetamka ni nani? Acha iwajanja sana. Wanajua tu utangana, baba nipe kazi, baba nipe nyumba, baba nipe mume. Wateja akija anasema ameomba nani? Amesema apewe gari nani? Sisi tunajua tutamfunga Asha. Wewe unang'ana tu. Haujai kumwombea Asha apewe mume au apewe gari. Halo. Amen. Wanajua siri hiyo. Wanajua akija kwako wahangaiki na wewe, wanahangaika na Sara. Sara ambaye ni wewe. Na wewe hautajijua kama ni Sara. Ila tukikuuliza unaitwa, mimi naitwa Sara. Halo. Lini ushai kupiga magoti ukaanza kumwombea Sara? Lini? Halo. Kwa sababu Ibrahimu baada ya kupewa jina la Ibrahimu, pale pale akajua kuombea hata jina lake. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kama jina la Ibrahimu lilivyokuwa, lilivyoheshimishwa, na uzao wangu uheshimishwe. Ngoja nikwambie, jina lako limefanywa mambo mabaya, ndio maana hayaonekani mazuri kwako. Kuna watu wabaya wamepata historia tofauti kwenye maisha yako kupitia jina lako. Mungu alipomuumba mwanadamu, aliwaumba kwa wakati huu wote wawili. Na tukapewa jina nani? Kwa hiyo tukapewa jina nani? Watu wasome Biblia. Sikiliza, huyu anayemtaja, nikikwambia unaitwa nani ukitaja, yule anayetaja anaitwa Adamu. Sema Adamu. Sio Sara, anaitwa nani? Kwa hiyo Sara ni wewe tu body hili, lakini yule ndani anaitwa Adamu, kwa sababu ulipoumbwa wewe na mume mlikuwa kitu hiki. Wote mkapewa jina nani? Sema Adamu. Kwa hiyo tukikuuliza nani anayesemaga jina la huyo mtu, ni Adamu. Halo. 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 Ndio maana wanamshughulikia huyo jina ambaye ni wewe. Ndio maana ndani upati mafanikio. Funga kitabu cha Daniel. Nifungulie kitabu cha Daniel. Uelewe maana ya nguvu ya jina lako. Sababu hili jina unalolitumia leo haujajua limechezewa au limevurugwa, limebadilishwa bila kujua. Fungua kitabu cha Daniel. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mwana msomaji hayupo leo. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Naomba nisomee kitabu cha Daniel 1 anzia mstari wa 3. Sikiliza hii habari, alafu utaelewa nini maana ya leo, kwa nini tunaomba kwa ajili ya jina lako. Nitasoma kwa msaada wa Mungu. Ndio. Mfalme akamwambia Ashpenazi, yule mfanyakazi mkuu wa matoashi, awalete baadhi ya wana wa Israeli. Niletee baadhi ya wana wa Israeli, wauzao wa kifalme na wauzao wa kiungwana, vijana wasio na mawaa, wazuri wa uso, wajuzi wa hekima, waelevu kwa sababu ya maarifa yao, wenye kufahamu elimu, watakaoweza kusimama katika jumba la kifalme. Tena akamwambia awafundishe lugha na elimu ya Wakaldayo na lugha yao. Huyo mfalme akawaagizia posho ya chakula cha mfalme, naye na divai aliyokunywa nani? Mfalme. Akaagiza walishwe hivyo akaagiza na wale vijana wa Kiisraeli ambao wamepelekwa kwenye miungu ya Kikaldayo walishwe na wao kadri ya muda mfalme atakao uhitaji. Miaka 3. Miaka mingapi? 3. 3 wa kila chakula cha Kikaldayo.
ili kwamba hatimaye wasimame mbele ya mfalme. Basi katika hao walikuwepo baadhi ya wana wa Yuda, Danieli, Anania, Mishaeli na Azalia. Sikiliza, rudi kwanza kidogo hapo. Katikati ya wale vijana waliotafutwa wa Kiisraeli alikuwepo nani? Danieli, Anania, Mishaeli na Azalia. Bwana Yesu asifiwe. Hawa vijana walikuwa miongoni mwa vijana waliotafuta kupelekwa kwenye miungu ya Kikaridayo, wakasimama mbele ya mfalme wa Kikaridayo wamsaidie mambo fulani ya sheria. Maana zamani za kipindi hicho Waisraeli walikuwa vijana wasomi, wenye akili, wenye maarifa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Hawa Wakaridayo walitamani kuwatumia hawa